Kuna debate irathi na mbere narambiririe muthenya wa ira over the weekend. Mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua narathire na arauga nenda gutuika president wa bũrũri wa Kenya, na nĩarauga nenda gutuika president wa bũrũri wa Kenya atongoretie kiama kia DCP. Ndaikia maitho nĩ ndona andũ aingĩ mũno mena ruo na mwarunyo na inegene itaramenya kũrĩa rĩraima. Tũburoka twĩho tũtamenya kũrĩa tũraima twĩna makenegena mũno, na nĩkĩo ndoka haha nĩguo theria maũndũ macio, tondũ tũtingĩkira tũtingĩtĩka andũ aitũ mamicirwo nĩ andũ atare, andũ arĩa mataramenya ũrĩa maũndũ mekagwo na andũ arĩa mataramenya ũrĩa maũndũ mathiaga. Na ndoka kwarĩria inyuĩ particularly arĩa mũraiga atĩ Rigathi nĩarahĩtirie mũno nĩ kuga nĩekũrũgama president, na tũburoka tũrĩa tũrĩhĩtwo nĩ andũ a mwena wa William Ruto tũrageria kuga atĩ matingĩthura Rigathi ta president. Rigathi wa Gachagua nĩwe mutongoria uria twaiguithanirie ta Mount Kenya nĩ gũkorwo akĩnegotiate handũ-inĩ haitũ when we come to national politics, na akiuga nĩ kũrectify mahĩtia marĩa twekire last time ĩrĩa twathiaga gũthura mũndũ ũgwĩtwo William Ruto, tondũ ta nyũmba twathire gũthura William Ruto twarĩ na kĩama, na gũthiĩ gũthura William Ruto twarĩ na kĩama. Ũndũ ũcio nĩguo wacũngĩrĩria mathĩna marĩa mothe twĩna mo ũmũthĩ ũyũ, maũndũ marĩa mothe ona inyuĩ nĩ mũĩ marĩa tũgereire. Na Rigiji akiuga nĩ gũthondeka kĩama nĩguo tũgĩthiĩ negotiation 2027 tũgakorwo twĩna kĩama gitũ, tũgakorwo twĩta nyũmba twĩbangĩte. Nĩekĩte ũguo na akarugũria kĩama kĩretwo DCP, Democracy for Citizens Party, na kĩama kĩrĩa kĩembraceĩtwo mũno nĩ andũ aitũ, na to only andũ Mount Kenya, nginya andũ a kuma nja wa Mount Kenya nĩtũreta makĩembrace DCP, tondũ ta rĩu ũngĩthiĩ kũrĩa North Eastern twĩna andũ maingĩte kĩama kĩa DCP, wathiĩ kũrĩa Rift Valley twĩna andũ maingĩte thĩinĩ wa kĩama kĩa DCP, wathiĩ kũrĩa Kilifi kũrĩa mwena wa Coast kwĩna andũ maingĩte kĩama kĩa DCP. Ũguo kĩama kĩrĩa Rigiji ambĩrĩirie nĩ kĩembraceĩtwo nĩ Akenya kuma mĩena yothe. Na rĩu ndĩmũũrie andũ a nyũmba itũ, and macio inyuĩ mũranegena hau ũguo mũrĩhĩtwo nĩ William Ruto muge atĩ Rigiji ndagĩrĩrwo president rĩ, tondũ Rigiji nĩambĩrĩirie kĩama rĩ, na already nĩ kĩembraceĩtwo nĩ Akenya rĩngĩ mũno rĩ, ithuĩ andũ a Kĩrĩma tũkĩmũne goodwill akorwo akĩnegotiate na akorwo akĩaria ta mwaria wa nyũmba ĩno itũ rĩ, mũrenda agathiĩ national negotiation table etau, mũrenda agathiĩ etau thĩinĩ wa metha ya bũrũri kũnegotiate agathiĩ etau. Inyuĩ mũrenda ndakarũgame president rĩ, inyuĩ mũrenda Rigiji arahĩtia kuga atĩ ndakarũgama president rĩ, mũrenda agathiĩ metha ya kũnegotiate eta kĩ kana etau, mũrenda agathiĩ eta campaigner, mũrenda agathiĩ eta campaigner. Okorwo mũrenda agathiĩ eta campaigner metha-inĩ ĩyo rĩ, ndĩmũũrie rĩ, mũrenda agathiĩ campaigner wao. Inyuĩ mũrenda Rigiji ndakarũgame president, mũrenda agathiĩ kũnegotiate metha ya bũrũri eta campaigner rĩ, kana mũrenda agathiĩ eta kĩ? Okorwo mũrenda agathiĩ eta campaigner rĩ, mũrenda agathiĩ kũnegotiate campaigner wao, no wega mũtwĩre. Mũrenda agathiĩ eta campaigner wao, no wega mũtwĩre. Gũtirĩ hĩndĩ Rigiji angĩthiĩ national negotiation table atarĩ presidential candidate. Na ndĩmwĩre arĩa mũretwo nĩ mũriganĩire nĩ history, mwaka wa 2012 William Ruto arũgamaga president wa Kenya na kĩama kĩa URP, Uhuru wa Kenyatta arũgamaga president na kĩama gĩa TNA, Raila Amolo Odinga arũgamaga president na kĩama kĩa ODM, Kalonzo wa Musyoka arũgamaga president na kĩama kĩa Wiper, mũndũ ũgwĩtwo Mudavadi arũgamaga president na kĩama kĩa UDF. Andũ acio othe marĩ presidential candidate na mathiĩ negotiation. Mũndũ ũgwĩtwo Uhuru wa Kenyatta makĩnyita na William Ruto makĩiguithania marĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Uhuru wa Kenyatta agĩtuĩka flag bearer, William Ruto agĩtuĩka running mate. ODM ya Raila Amolo Odinga maikarathĩ na Kalonzo wa Musyoka makĩiguithanĩria, mũndũ ũgwĩtwo Kalonzo agĩtuĩka running mate, mũndũ ũgwĩtwo Raila Amolo Odinga agĩtuĩka president, agĩtuĩka flag bearer wa presidential. Gũtirĩ hĩndĩ ũngĩthiĩ kũnegotiate in a national negotiation table ũtarĩ presidential candidate na ũtarĩ presidential candidate material, no nginya ũngĩkorwo ũrũgamĩte gĩtĩ gĩa president. Ũguo andũ arĩa mũrĩhĩtwo haha nĩ William Ruto, tũburoka twĩho tũmwe twa kĩama gĩa PNU ndona tũkĩaria gũkũ mũkiuga atĩ nĩarahĩtirie kana nĩarahĩtirie. Icio siasa mũrenda gũtũbundithia icio tũtigwĩka mũgwĩka mũrĩika, icio wĩrai nĩ okũra gwa PNU mũthiĩ mũgeke. Ithuĩ ta arũmĩrĩri a kĩama kĩa DCP tũreria Rigathi wa Gachagua no nginya arũgame gĩtĩ gĩa president, tondũ nĩwe party leader wa kĩama kĩa DCP, na ithuĩ ta andũ a DCP we must be having a presidential candidate. Na tũtingĩrũgamia mũndũ ũngĩ nĩ Rigathi wa Gachagua tũrũgamĩte ta president. No ũguo nĩguo twaiguithanĩirie, tondũ andũ arĩa mararia ndeto icio na macitiũĩ harĩa ciumĩte, ũguo nĩguo twaiguithanĩirie ta ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro hĩndĩ ĩrĩa marĩ gĩikaro.
tukichuga mundu gwitwo Kalonzo arwame gitiga president na kiama kia Wiper, tukichuga mundu gwitwo Eugene arwame gitiga president na kiama kia DPK, tukichuga mundu gwitwo Martha arwame president na kiama kia PLP. Na mwigweta Martha maita maingi akiuga arenda gitiga president. He has said it, she has said it over and over again. Anywhere in the media. Mundu gwitwo Eugene Wamalwa tukimweka the same. And we agreed tukiuga twarithi na hare twakwire githurano ri andu othe makiuga magaikara thi na Rigiji ne ugite uguo mwenyewe, Kalonzo ne ugite uguo mwenyewe, Matiang'i ne ugite uguo, mundu gwitwo Martha ne ugite uguo, mundu gwitwo Eugene ne ugite uguo, ati twakwiria 2027 ri maigire ne magaikara thi na maikara thi ne makaiguithaniria mundu uria magatwira niwe president ri kuringana na giothi giako giikarite ciaca cianjagia na utuku tutiwe 2027 ni wako giikarite atia. And that is why they said kuringana na uria wako giikarite hindi yo ri ni makaiguithaniria no gatuika flag bearer na no gatuika running mate. Magigathi maikare thiri Kalonzo na Eugene na Martha na Riangi na Matiang'i na Riangi ri magigathi maiguithania maruta mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua ta president ri andu akire macio mogaga andu a PNU ri mukaigana mutiku muthura kana mukaigana karugame ili ta andu a DCP tutingiumira kura milioni 7 gite kia president 2027 tucoke tukaga nduthi ciringa githura ikaringa sanya ikabata uguo itongoretie munene witu tutingiitikira no nginya tungi make sure health and tukainukia 2027 nikio tukaimira. And that is why we say with an open mind. Kiago mwana witu nitugetikira kikikago mwana wa Kalonzo munene witu genegetikira kikikago mwana wa Martha munene witu genegetikira no tutingithie blindly uguo mweciria na nikio ndoka hapa particularly ntondu anyu mukani acio the magabaga goko mutoiga ati Rigiji asisimame kiti ya rais, atasimama kiti ya rais, si ya mama ya mtu, kiti ya president si ya mama ya mtu na si ya mtu na bibi yake. Hiyo ni kiti ambayo iko kwa katiba. For as long as you qualify, including myself kijana msafi, nikitaka kusimama kiti ya rais, for as long as nitaweza kuhit the threshold, nitaisimama juu si ya bibi ya mtu ama ya mama ya mtu. Ni kiti iko kwa katiba. And let me tell you, and let me remind you, wale ambao mnarukaruka hapa, sheria inasema ya kwamba for you to be declared as the president of this republic, lazima ukuwe na ile kitu inaitwa 50+1 of the total presidential votes. Na hiyo 50+1 haijaandikwa ati itoke kwa jamii fulani ama itoke kwa jamii fulani. Bora zile kura zitapigwa za urais zikihesabiwa, yule atakayetangazwa kama rais akuwe amefikisha 50+1 ya kura ya urais. Na kama Rigiji atafikisha, nani wewe sasa hapo akusema hata kuwa rais? Kama atafikisha 50+1 atatangazwa rais. Mwenye atakufa akufe tu. Juu tutafanya nini sasa? Towe katia. Anatangazwa tu asida. Ule wake na ukwenega ikwentu wake muthika. No gitege kia watho. Hatuwezi fanya siasa za Mlima Kenya on the basis of feelings and emotions. Mkikosana bibi yako usiku ukiamuka hapo unatuletea masira atirigana Dakaro wa megeti. Katika kupanga siasa Mlima Kenya tutigweka na emotions za feelings ola mreda. Tutigweka na emotions. Togo ivaga uria kwagiriire. Na ithuĩ turarire Rigiji. He must be a presidential candidate katika hii uchaguzi. Wakikaa chini huko mwisho vile wataamua, sisi hatuna shida. Tutaunga mkono. Lakini hatuwezi sasa demoria ndo nyumba le na ikenari nage kwa demoria ndo nyumba le inyo mwena sana na muno ri Rigathi arero ka bũrũri akiuga niki arenda inyo mwa mwena karogame president ri na ne party wa DCP ri murenda athie kura andu atia athie kura andu atia inyo mwa mwenda karogame giti niambieni inyo mwa mwenda karogame giti ka president ri athie kura andu atia murenda athie akaria andu wenu kana we niki kana rira andu niki arenda. Lazima tangaze kama mpigania kiti ya urais. Niguo agithie kure Kajiado, agithie kure Coast, agithie kure Trans Nzoia. Hena maundu maria arera Kenya maria maramathenia. Kwa hivyo sisi kama familia ya DCP na jamii ya Mlima Kenya, wale ambao tumeamua katika kauli moja ya kwamba tumechagua Rigathi Gachagua kama atakayewakilisha jamii yetu katika national representation table, tumempatia baraka zetu pia apiganie kiti ya urais. And we endorse him apiganie kiti ya urais. Na sisi kama watu wa DCP tutampatia ticket
sababu sioni kwa chama ya DCP mtu mwingine hapo anaweza pingana na yeye. I think the most closest person to Rigathi Gachagua ni Cleophas Malala, who is our party deputy leader. Na Cleophas Malala sijasikia akisema anataka kiti urais katika chama, hajasema. Kwa hivyo yule tu mwenye tu ambaye tu tutapatia ticket ya kupigania kiti urais kama watu wa DCP ni Rigiji peke yake, kwa sababu hakuna mtu anampinga kwa chama. Tukishampatia ticket ya kusimama kiti urais, wakikaa chini wale viongozi wengine upinzani, vile ambavyo watakubaliana, sisi kama wana DCP tutafuata. But as of now, kuanzia vile ambavyo ametangaza hapa, yeye ndiye rais wetu na ndiye tunaunga mkono. Wale wako na shida na hiyo, wale wanatumwa na Kasongo, itabidi tu mkuve tu. Kama hutaki kuamuka siku moja upate Rigathi Gachagua ameapishwa kama rais, itabidi tu basi ukuve tu. Towe kati, tutafanya nini? Kama hutaki si utakaa tu. Juu sheria inasema, ni katiba imempatia haki ya kupigania kiti. Ya? Imempatia haki ya kupigania kiti. Na hii kiti si ati ni ya mtu. Ya? Hata William Ruto hakuna mtu alimtoa kwa nyumba kuja pigania kiti urais. Ulizeni William Ruto kama kuna mtu alimtoa kwa bibi yake akuja pigania kiti. Hakuna mtu alimtoa, alijitoa mwenyewe. Alijitoa mwenyewe kwa sababu sheria inamkubalisha. Akakuja hapa akaruka akazunguka. Abrakadabra akatudanganya sisi wote wa Kenya 7.2 million. Tukampatia kura. Kulingana na sheria, si tulimpatia kura kwa kujitakia. Hatukulazimishwa, akaapishwa kama rais. Leo hii ndiye rais. Na ndio maana tulisema hatutamtoa kwa mawe. Tutamtoa kupitia debe 2027 in the ballot. Tunataka tupate na yeye omondo kule kwa ballot 2027 hapa Bomas. Ndio tutarekoria William Ruto hapo. Kwa hivyo wale ambao nimesikia wanaruka wameanza tumbo joto hapa. Mambo bado bana. Rigiji ametangaza wasimama urais siku mbili tu, watu wameanza kulia wengine. Mambo bado. Hii kitu itakuwa moto mpaka mtatoroka. Nimeona hata juzi hii mazishi ilikuwa hapa ya Kimani Ichung'wah. The debate was about Rigathi Gachagua. Niko mazishi. Niko mazishi, the debate was about Rigathi Gachagua. Sababu ametangaza tu anataka kiti urais. Iko kama mtu kafupi kanatoshana tanki ya Roto kanaitwa Chergei. Nilisikia kanasema eti Rigiji hazisimama. Nataka nikuambie Chergei, seneta wa Nandi, kiti ya urais si ya mama yako ama ya bibi yako. Kiti ya urais iko katika katiba ya Kenya. Na mtu yeyote anakubalishwa na katiba kupigania kiti ya urais, fasa lazima hitimu. Hii lecture ulikuwa unapatiana hapo, kwanza refuka, utupatie lecture. Hauwezi tupatia lecture na wewe uko na futi mbili hapo, unatoshana na sink. Rigathi Gachagua atawania kiti ya urais. Kama wewe utahama Kenya, anza sahi, anza kuhama. Anza sahi atapigania. Na hakuna mtu anaomba ruhusa. Jamii ya Mlima Kenya imekubali. Kama sisi tumekubali, nani mwingine anapinga? Na niambia wa Kenya, hasa jamii ya Mlima Kenya, usijaribu kuuzua upuzi. Na watu wanajaribu kurukaruka hapa mpaka mumeingiza baridi, mnafikiria kwamba ni kama ni makosa mtu wa jamii hii kukuwa rais tena. Si makosa. Hata tunaweza kuwa Mwangi, Kamau, Wajiro, Njoroge mpaka Yesu arudi. Kwa sababu ni katiba inasema. Katiba haisemi ni jamii gani inafaa kuongoza nchi. Nataka mnisikize vizuri. Katiba haisemi ni jamii gani inafaa kuongoza nchi. Katiba inasema atakayesajiliwa na IEBC kama mwania kiti ya urais bora afikishe 50+1 of the presidential votes. So kama ni Kamau, kama ni Mwangi, kama ni Sabina, kama ni Wajiro, kama ni Rusi, kama ni Mwende, kama ni Otieno, sawa. Kwa hivyo niambie jamii yetu, hata mnafaa mfurahie, nyinyi mko na 50 mnatafuta moja. Mko na 50 mnatafuta hiyo moja peke yake. Mfurahie, Mungu wa opposition, somewhere at least mko wengi kidogo. Hii 50+1 kufikisha si kitu ngumu sana kwenu. Ndio maana William Ruto alikuwa analilia hapa kila siku. William Ruto alikuwa analilia Mlima Kenya kila siku. Akituambia vile ambavyo amerushiwa nguo nje na Uhuru Kenyatta. Akituambia vile amefurugwa na Uhuru Kenyatta kule kwa serikali ndio tumhurumie. Alikuwa analilia hapa kila siku. Alikuwa anasoma Sunday school, junior youth, mini service mpaka ya jioni fellowship hapa Mlima Kenya for 5 years. Kwa sababu alikuwa anajua 50 itatoka hapa. 1 ndio itatoka kwa Rift Valley.
Na hizi vitu lazima tuseme, sababu sasa vile tu tunaendelea ndivyo tunaanza kuambiana ukweli. Kama iko vita tuko tayari, lakini vile ambavyo tunakaribia ndivyo tutaendelea kuambia ukweli. Vile tunakaribia ndivyo tutaendelea kuambia ukweli. Wale watu wanapigania urais ni waambia William Ruto 50 alitoa hapa. Na kama nadanganya simuone kwa statistics. Si uchaguzi iko kwa internet. Yenye tulifanya hapa miaka 3 imeisha, iko hapa, endeni muangalie. And mind you, zile kule tulipatia William Ruto bado tulikuwa na karibu zingine milioni 2 tulikuwa tumepatia Raila Amolo Odinga kupitia wale watu walikuwa wanaunga Uhuru Kenyatta mkono. Hiyo ni kumaanisha kama hatukupatia Raila Amolo Odinga, tungepatia William Ruto zote, angekuwa na milioni karibu 9. Odinga akiwa na kwa sijui milioni 4 ama milioni 5. Alafu saa hii watu wanarukaruka huko Nairobi, wamekalia viti za maana kwa sababu ya kura za jamii ya Mlima Kenya, na ile kitu kubwa mnaweza fanya ni kuchomea watu wetu wa biashara, kuua watoto wetu, kutuzi jamii yetu kila siku. Tumechoka na hiyo upuzi. Wacha tuangaliane sasa. Wacha tuangaliane. Na hii lazima niseme. Wala mtaumwa tu. Mtaumwa na mzoe tu. Lakini Rigathi Gachagua, we have declared as a community, as a party, DCP family, we have with one united voice. His Excellency Rigathi Gachagua is our presidential candidate, and that one we have declared, and not turning back. So mjuange mapema hiyo. Kama iko kitu mnapanga kufanya, fanyeni sasa mapema. Nikimalizia, mimi naona watu wengi wanasympathize hapa na huyu jamaa anaitwa Kimani Wamatangi. Sababu siku ya jana wakati sijui nasikia kulikuwa na mazishi huko kwa Gneishowa, nasikia hakupata nafasi ya kuongea. Sasa naona amelipa tuburoga. Kuna tuburoga fulani hapo ameokota huko ndege, amelipa hapo waseme hakuongea, ameanza kutafuta sympathy. Mimi nataka niambie gavana Wamatangi. Nataka niambie Wakenya kitu hawajui. Siku Rigathi Gachagua alikuwa anampichiwa hapa, Kimani Wamatangi never said anything. Siku Rigathi amezungushwa hapa, Kimani Wamatangi hakusema chochote. Kama gavana wa Kiambu hakusema chochote. Siku tumekuwa na maandamano hapa juzi, watoto wakapigwa risasi wakauliwa na serikali. Vitu hapa zilifanya mpaka internationals wakateta. Kimani Wamatangi hakusema chochote. Alinyamaza kama mtu hako Kenya. Siku tumekuwa na maandamano juzi, watu wakatanua biashara ya Githurai, mahali Wamatangi anakota ushuru, hakuongea. Siku tumekuwa na maandamano juzi, wapiga biashara kule pande Thika, duka zao zikaporwa, zingine zikavunjwa. Kimani Wamatangi hakusema kitu, na yeye ndiye anakotanga ushuru huko. Siku watoto wamepigwa risasi siku ya maandamano hapa Juja, vijana wadogo wakapigwa risasi, Kimani Wamatangi hakuongea. Siku mtoto mdogo sana hapo karibu na ofisi ya gavana Kiambu alipigwa risasi, mtoto mdogo. Hata mazishi Kimani Wamatangi hakuenda. Zile vitu zote zimekuwa zikitatiza Wakenya. Zile vitu zote zimekuwa zikitatiza watu wakaaji wa Kiambu. Hakuna siku hata moja Kimani Wamatangi ameongea. Ananyamazanga kama mtu hayuko Kenya. Na mimi tunamwambia sasa ni wakati wake umefika. Kimani Wamatangi, msalaba yako beba peke yako. Hiyo madhara inaonyesha na William Ruto bado hata kushika utashikwa. Hata wacha kulia mapema, hata kushikwa utashikwa. Hizi vifaranga umekuwa ukifanya hapa ukora hapa. Unanunua mashini unaweka kwa nyumba. Kazi yako ni kutengeneza vifaranga, alafu unauzia county. Alafu wewe mwenyewe ndio unazisafirisha. Hata hiyo program ungepatia wamama ama vijana wafanyange. Tusikie county government ya Kiambu inanunua vifaranga kutoka kwa vikundi za wamama ama vijana. At least hiyo ingeonekana huko na akili kidogo. Ndio ukitweka unatonekania tusuwa kunyoba. Owaso kwa waka procurement ukenderia ukaya ndwa Kiambu ne thirikari ya Kiambu yagura. Ndio warakurekia. Murewika kuwe wika. Hira ne nginyu Kimani Wamatangi okuwe mutharaba waku. Uratorete okirite twathina goko biu twathina na ndwaragia. Urahana ta mundu tokoragwo Kenya. Rigathi ingatiro ha muthenya barigisi. Rigathi ingatiro ha muthenya barigisi. No waria muthenya no umwe. Ando itugo Kiambu bahoro biashara henda maandamano. Ndwarire muthenya no umwe ni kwa wota magoti. Ciana citu cia wĩra thikũ kinyagia ndwarire muthenya no umwe. Ana mutumia wa Embu ni mwegega Tricia ni aririe nginya akirira. Andu a biashara gwake mathũkire. Wewe ndwarire muthenya no umwe. Bibi wata mundu tokoragwo Kenya.
Riu tha ici no wagirio kwaria mathiko-ini wambia guturira huko mitambo-ini. Ndurire tani ukurira ona kunyitwo ni ukunyitwo. It is none of our business. Beba msalaba yako, Kimani wa Matangi, beba msalaba yako mpaka mwisho. Mlewika akwewika. Watukia bora mwetidia, endelea na hiyo barabara. Endelea na hiyo barabara mpaka mwisho. Kwa mrafa wako. William Ruto kama unataka kukujia Kimani wa Matangi shika ya asubuhi saa 7 jioni usiku, ekana akoleo kwenda for so long nyete bia sema igere. Tutige mwigurava idue. Tunasikia kesi yake iko huko mbele. Muona evidence na yete Ohio na mwenda kwa hamai Ohio. Fatamone muko na evidence na yete Ohio na mwenda kwa miaka 30 Ohio. Omo taragia tukiria thira na tutikwaria wa Matangi ogithenio tutikwaria wa Matangi na ni ndirakora ndina uru nawe nie ya ndirakora ndina uru nawe ndirakwira uma ora tuthenagio kirite ri ona yo guthenio tukirite tutikwaria ithue ya mwisho vile ambavyo niliwaambia. Nafikiri kama hata nyinyi mmejionea. Na ni vizuri hata hii niambia Matiang'i. Na siambii Matiang'i kwa sababu niko na vita na yeye. Mimi sina vita na Matiang'i. Lakini nataka niambie Matiang'i. Uenda akuwe Matiang'i ajui. Unajua Matiang'i yeye ni mtu wa kufanya kazi lakini mambo ya siasa kidogo inamchenga. And he has confessed this I think several times now. He is a technocrat by yeye ni mzuri sana kwa kufanya kazi. Na hakuna Mkenya hako na shida na hiyo. Lakini mambo ya siasa inamchanga kidogo. Matiang'i nataka nikuambie, hii chama ya Jubilee unaitiwa. Hii chama ya Jubilee Matiang'i unaitiwa. Ni kama kuitiwa ng'ombe ambayo imekufa. Chama ya Jubilee mahali Uhuru Kenyatta aliachia, William Ruto alichukua. And that is why today Aden Keynan, Shabina Chege na wabunge wengi ambao ni wa Jubilee wote saa hii wanakura wanalala kwa William Ruto. Wale ambao hawako kwa serikali lakini wa chama Jubilee kama kina Kioni ambaye ni SG na kina Wambogo wote ni wafanyikazi wa William Ruto. Matiang'i, usijaribu kuanguka katika mtego ya kuenda hapo kupatiwa chama ambayo tayari ni ya William Ruto. Kama unataka tupelekane vizuri bwana Fred Matiang'i, kama unataka tupelekane vizuri mpaka mwisho na tupange hii siasa ikuje kusaidia Wakenya, hiyo chama yako nasikia huku na dalili huku sijui inaitwa aje, sukuma chama yako, hakikisha kwamba jamii ya Omgusi imeingia katika hiyo chama. Hiyo mdomo nasikia Simba Arati anapiga hapo akisema yeye ndiye msemaji rasmi wa jamii ya Omgusi, na Matiang'i yuko katika hiyo boma na unasema ya kwamba wewe uko katika upinzani na unasema ya kwamba wewe ni presidential candidate na watu wako hapo wanakupiga kila siku. Hiyo maneno tengeneza hiyo maneno, tengeneza chama yako, hakikisha kwamba jamii ya Omgusi yote iko ndani, zunguka Kenya mzima, tafuta kura kama vile ambavyo Rigiji anafanya. Lakini hii story ya Matiang'i ukubali ukuje udanganya hapa na kina Jeremia Kioni. Na hao ni wakora wawili mtu analipwa kila siku kuhakikisha kwamba wamesukumia Jubilee mrengo upinzani waleta confusion. Hiyo maneno ya Fred Matiang'i ukikubali hata wewe utakuwa na maswali. Kama tu wa Kenya hata bila vita mingi tutakuwa tuna maswali kama wa Kenya. Ukikubali kuingia katika hiyo Jubilee Fred Matiang'i, tutakuwa na maswali sisi kama wa Kenya wenye ambao tuko katika mrengo upinzani. Tutakuwa na maswali na tutajiuliza sana. Kwa sababu hii Jubilee hakuna mtu hata mmoja ambaye anaunga mkono viongozi wa upinzani. Hii Jubilee yote ni wafanyikazi wa William Ruto. And that is why kila siku wakiamuka wanapiga Rigathi Gachagua. Kila siku wakiamuka ni Rigathi Gachagua. Hakuna kitu kingine wanafikiria. Alafu mniambie hiyo chama tuko pamoja. Hiyo chama ya Jubilee hatuko pamoja. That is why I'm advising Fred Matiang'i, with all due respect, panga siasa zako mzuri. Hiyo chama yako sukuma hiyo. Hakisha jamii ya Omgusi iko ndani. Zunguka Kenya kama Rigiji, tafuta wafuasi. Hiyo tutakubaliana na mambo itakuwa sawa. Lakini ukikubali kuingia hii Jubilee, ile ambaye viongozi wote ndani kina Kioni kina Sabina wote wa William Ruto, tutakuwa na maswali bwana Fred Matiang'i. Kwa hivyo kibarua kwako, kazi kwako, jiite kama mkutano vile ambavyo nataka. Na niambie tu Matiang'i tu kama rafiki mwema, ukiona kazi yote ya kuanzisha chama yako ni kazi ngumu,
Ukiona kusukuma chama yako ni kazi ngumu, bwana Fred Matiang'i, kwa DCP tumefungua milango, kuja ingia tu DCP. Msukume hii mambo na kina Rigiji na kina Malala vizuri tu mpaka mwisho tumalizie. Hatutaki watu nje kwa sababu tunajua ni mfanyikazi. Na tungetaka ukuwe katika ile serikali ambayo inakuja, ili hiyo akili yako itumike hapo kusaidia kupanga mambo ya Kenya. Lakini usitumiwe na hawa wakora wa William Ruto kukuja kukoroga siasa katika mlengo wa upinzani. Bwana Fred Matiang'i, usikubali. Hata wewe ukiona mambo yanakuwa ngumu, ita Rigathi Gachagua kuja usiku kama Nicodemus, mwambie kurejesha kama member wa DCP. Mfanya kazi pamoja hapo na tutakuwa na shida sisi. Lakini usikubali kuingia chama ambao ndio inatumika na William Ruto kukoroga watu hapa. Hiyo hatutakubali. Hiyo hatutakubali. Hiyo hatutakubali. Na hakuna siku hata moja tutakubali ati tuko katika timu moja na watu wa Jubilee. For as long as wanakula usiku kwa William Ruto na wanalipo na William Ruto, hiyo hakuna siku tutakubali. Lazima tuambiane ukweli hapa. Lazima tuambiane ukweli. So kwa hivyo, kwa hayo machache na mengi, tachukua swali moja. Kama hakuna swali tutamalizia hapo. Iko mtu akona swali? Kama hakuna mtu akona swali tutamalizia hapo. Niambie Wakenya kwa jumla, tuendelee kutetea haki zetu, tuendelee kukosoa serikali. Siku William Ruto aliapishwa, alijiona mwerevu sana. Akasema ya kwamba anataka upinzani kali. Lakini kwa sababu Mungu alikuwa anajua William Ruto ni mnafiki, akisema anataka a strong opposition hakuwa anamaanisha. Kwa sababu baadaye alikuja akanunua, Mungu akakisha kwamba Wakenya wenyewe ndio viongozi wa upinzani. Na leo hii ndio maana naambia Wakenya, chukueni shukani kama Wakenya wa jamhuri hii kukosoa serikali, kwa sababu nyinyi ndio mlipigia kura na nyinyi ndio mnailipa ushuru kila wakati. Kwa hivyo ni jukumu lenu kikatiba kurekebisha serikali bila kuogopeshwa, bila kusurutishwa. Na tukifanya hivyo tutaweza kusaidiana na nchi yetu itarudi mahali ambapo ilikuwa. So Mungu awabariki, Mungu alinde taifa letu, na Wakenya tuweke amani kwa jumla mahali popote ambapo tulipo. Asanteni sana.